Karibu sana. Hii ni George Mshauri Podcast, sehemu ambayo tunajifunza vitu tofauti tofauti, na mimi naitwa George Mshauri. Sehemu hii tunajifunza madini, madini tunapata kujifunza vitu tofauti tofauti na kuhakikisha kwamba tunapata maarifa ya kufahamu na kujua vitu tofauti. Kuna kipindi tunapeana mbinu, kuna kipindi tunapeana mikakati, lakini kuna kipindi tunapeana elimu. Yes, na tunachofanya kupitia George Mshauri ni kwamba tunaalika watu tofauti tofauti ambao tunawaita champions. Niko na Aloysius Shemdoe. Huyu ni mtafiti wa masuala ya afya ya jamii. Afya ya jamii ni kitu gani? Na kimsingi leo tunaenda kuzungumza moja kati ya kitu ambacho ni muhimu na kikubwa sana katika maisha ya wengi. Kina kitu kinachoitwa midlife crisis. Maisha yapo katika hatua, na hatua zenyewe zinajengwa katikati ya nyakati na muda. Umri, mwanadamu ana sehemu yake. Hasa kutoka kwenye ujana kwenda kwenye utu uzima kuna umri ambao ni namba fulani ambayo inakuwa inapitia vitu vyao. Kumbe kuna siri ambazo zinakuwa zinapitia. Kumbe kuna matatizo ambayo watu wanakuwa wanapitia. Yapo ambayo yanaongelewa, yapo mambo ambayo hayaongelewi. Na kimsingi haya matatizo yanajengwa na ile hali ambayo inatokea kwa mtu kwa ndani. Kwa hiyo wakati mwingine sio rahisi kuifahamu. Leo tunazungumzia juu ya hii afya ya jamii na kundi hili ama eneo hili la midlife crisis. Kuna vitu gani? Kuna wakati tumekuwa tukisikia kwamba kuna watu wana depression, kuna wakati tumekuwa tukisikia kuna watu wana msongo wa mawazo, watu wengine wanajiua, kuna mambo mengine yanayofanyika ambayo sio mazuri. Niko na mgeni hapa. Karibu sana. Naomba ujitambulishe. Nashukuru sana. Asante sana George. Yes. Mimi ninaitwa Aloysius Shemdoe. Ndio. Ni public health researcher. Public health researcher. Hebu tuwekee Kiswahili. Ni mtaalamu wa tafiti za afya ya jamii. Ndio. Kwa hiyo nimeifanya hii kazi kwa takriban miaka 20. Nikifanya katika aina magonjwa au masuala mbalimbali ya afya ya jamii. Lakini hivi karibuni mimi nimekuwa mmoja wa watu ambao wanaguswa na ili kundi ambalo umekuwa ukilielezea, ambalo halizungumziwi sana. Ndio, kundi gani? Ambalo kutoka ujana kuelekea utu uzima hapo. Hatujafika uzee, lakini ni utu uzima. Na hapa sasa mimi nilipoanza kuwa na interest ya kuangalia ile kundi, niliangalia zaidi wanawake. Lakini baadaye nikaona kwamba kwa nini tusiwazungumzie pia wanaume? Japokuwa sio kwa undani sana. Kwa hiyo nitazungumza wanawake zaidi, lakini pia nitazungumzia sababu sisi wote ni wanadamu na tunapita kwenye hiyo hatua. Sasa interesting sana, na niko interested kujua unavyozungumzia public health. Hivi ni nini hasa? Afya ya jamii yani inahusisha masuala yote yanayohusiana na afya ya mwanadamu. Na sio magonjwa tu, hata ustawi wake kiafya. Yani yote tunazungumzia. Kwa hiyo kama nilivyosema, mimi nimekuwa nikifanya utafiti, nilikuwa nimeajiriwa, lakini baadaye nimekuwa kama utafiti wa kujitegemea. Kwa nimefanya katika magonjwa mbalimbali, masuala mbalimbali yanayohusu afya ya jamii. Okay, sasa tuendelee tukuzungumzie. Tumechagua eneo la midlife. Katikati ya ujana kwenda katika utu uzima. Huu ni umri gani hasa ambao tunazungumzia? Na kiujumla kuna vitu gani ambavyo vinakuwa vinatokea? Asante sana. Sasa nimejikita zaidi kwenye tafiti. Ndio. Kwa kweli labda na wewe ni shahidi. Mara nyingi sana tunasikia umri wa miaka 40. Watu wengi wanazungumzia kitafiti sasa ya miaka 40. Wanasema hivi life begins at 40. Sasa tutajiuliza kwa nini 40? Sasa kumbe tafiti zinathibitisha kwamba kwa kweli hiyo miaka sasa ndio miaka ambayo tunakuwa tunasogea. Tunatoka kwenye ile hatua tumeshatoka kwenye utoto, tumeingia kwenye ujana, sasa tunaelekea utu uzima. Hatujafika kwenye uzee kabisa, lakini tumeingia hatua nyingine. Kwa hiyo ni hatua ambayo ina mambo mengi, kwa sababu inahusisha mabadiliko ya kimwili lakini pia ya kihisia. Kwa hiyo sasa ni vizuri, elimu hii ni muhimu. Kwa sababu tukiwa tunaelewa kwamba sasa sisi sio yule niliyekuwa huku kabla. Sasa nimeingia katika hatua nyingine. Na kuna mabadiliko ya kimwili na kihisia ambayo yanatokea kwangu. Na natakiwa kuyatambua na kuona namna gani ya kuendana nayo. Na wakati mwingine kukabiliana nayo. Tunafahamu kwamba pia wanadamu wanatofautiana. Kwa hiyo itakuwa tofauti kati ya mwanadamu huyu na mwanadamu huyu. Kama hayatakupata ni sawa. Lakini kama yakikupata, ujue namna ya kukabiliana nayo hata kabla hujaenda kumuona mtu wa kukushauri au kukupa msaada.
wewe mwenyewe uelewe. Ndio. Okay. Kwamba kimsingi tunavyozungumzia maisha kuanzia miaka 40 ndio kwa wanadamu wote, wanawake wanaume, kuna vitu ambao wanakuwa wanapitia. Yes. Na nimependa umesema kwamba ni mabadiliko, umeaita kwamba ya kimwili na ya kihisia. Tunavyozungumzia mabadiliko ya kihisia, ni mabadiliko aina gani hasa ambayo tunasema? Sawa, nitaanza kwa wanawake kwa kifupi tu. Kwamba wanawake hasa ndio inajibainisha wazi sana. Kwa sababu wanawake wanapita katika mchakato wa, mimi naita safari ya ukomo wa hedhi. Ambayo hapo ndio inaanza kwenye hiyo miaka. Kwa hiyo hii hasa inahusisha nini? Kuna mabadiliko ya kihomoni. Tunafahamu kwamba mwanamke ana homoni kuu 3. Homoni inaitwa ya kwanza ambayo ni homoni kuu kwenye mwili wa mwanamke inaitwa estrogen. Alafu kuna nyingine progesterone, na kuna homoni ya kiume ambayo ni testosterone pia iko kwa mwanamke. Lakini homoni kuu ambayo inaongoza mwili wa mwanamke ni hiyo estrogen. Sasa kinachotokea kwenye hiyo miaka ya 40, na tafiti zinaonyesha kwamba ni miaka 45 mpaka 55. 45 mpaka 55. Ndipo mwanamke anapoingia kwenye hayo mabadiliko rasmi ya kihisia na kimwili. Wenzetu wanasema physical na emotional na psychological changes. Hebu tutulie kwanza hapo. Hivi katika miaka hii watu wanakuwa wanajua hii? Sasa elimu hii ni elimu ambayo ni kama imefichwa hivi. Imefichwa. Ndio maana utakuta mara nyingi hata ukieleza ni kama ukieleza watu wanaona kweli haya ndio maisha ambayo tunaishi. Na kwa nini hatuwezi kulaumu sana? Ni kwa sababu kumekuwa na miiko ya kijamii na kitamaduni ambayo imekuwa ikisema kwamba haya mambo ni mambo ya faragha, ya siri, yasizungumzwe. Lakini pia kwa upande mwingine ni kwamba elimu hii ni pana. Kwa wakati mwingine hatuwezi kuwalaumu sana wataalamu ambao wanaifahamu hii elimu, kwa sababu masuala ni mengi, kuna vipaumbele, unaona. Sasa huwezi kuwa unaielezea kwa undani. Lakini tunapopata nafasi, baadhi yetu ambao sasa tumekuwa trained, yani kama kwa ajili ya kutoa elimu, inabidi sasa tuchukue ile jukumu la kuieleza kwa mapana. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba huo umri, na kwa kweli ni kuambia George kwamba kwa sasa hivi tafiti zinaonyesha inaanzia miaka 45. Kwa sasa hivi inaanza mapema zaidi. Kwamba kabla ya miaka 45 tayari hii safari inakuwa imeanza. Kwa sababu mbalimbali. Na sababu kuu ni sababu za mabadiliko ya lifestyle wanasema, mtindo wa maisha, lakini lishe, kula nini tofauti na miaka ya nyuma, ni mambo mengi. Lakini sasa kwa kweli sasa ghafla mwanamke anajikuta kwamba sio yeye kwamba mimi mbona kuna mambo kadhaa yanatokea katika mwili wangu na hayakuwepo. Sasa kuliko kuwa na hamaki kwamba nini kinatokea, ni vizuri wewe umeelewa kwamba hayo ni mambo natural, ni mambo ambayo yanamtokea mwanamke, yani na sio ugonjwa, sio nini, ni mambo ya kibiolojia ambayo yanatokea. Katika mabadiliko haya inaweza kapelekea matatizo fulani ya kiafya, si ndio? Kwa sababu unasema mabadiliko ya kimwili na kihisia. Kwa hiyo hapa tunachozungumzia ni kwamba elimu ya mtu kuweza kupata kujielewa ama kujifahamu kabla hajafika kwa wataalamu, si ndio? Umezungumzia kuna saikolojia, kuna washauri, lakini pia kuna matabibu au watu wataalamu wa kiafya. Tuko sawa, si ndio? Huko tunaenda mbali. Ni kwamba ninachotamani na nasema na wenzangu, sio mimi peke yangu ambaye nafundisha elimu, najua ni kwamba tuelewe hayo mabadiliko ya kiasili ambayo yanatokea kwenye mwili. Na kwamba mengine haihitaji tiba ya kidaktari. Ni kwamba tu kuna namna fulani uelewe ili jambo linatokea, na unaweza wewe mwenyewe ukashughulika nalo na likatulia, yani au lisikusumbue. Okay, tumezungumzia umuhimu wa kufahamu na mtu kuwa na ile elimu ya mabadiliko, especially mtu ambaye anaanzia miaka 40. Na umesema kuna kuwa na mabadiliko ya kimwili na kihisia. Hebu tuanze katika upande wa wanawake. Ni mabadiliko gani ambayo mwanamke anaweza kuyapata ndani ya umri huo? Asante sana. Nitangulia tukusema kwamba pia ifahamiki kwamba wanawake kama wanadamu wanatofautiana. Kwa hiyo wako wanawake ambao wanapata dalili, inaitwa dalili nyingi, wengine wanapata chache, wengine wanapata za wastani. Kwa hiyo hii ninachosema kwamba sio kwamba kitatokea wanawake wote. Ndio. Ni tofauti. Lakini kuna zile dalili ambazo zinapata wanawake wengi. Nitasaja kama 5 tu. Karibu sana. Hizi dalili utaona kwamba zinakuwa na zinamwathiri huyu mwanamke. Dalili ya kwanza ambayo inatokea wanawake wengi
ni kupatwa na joto kali na la ghafla. Yaani joto linakuja tu ghafla kali afu linapita. Na hilo joto halileti homa. Yaani sio kwamba anapata homa ile ya ndani. Yaani hata ukimgusa hivi hakuna homa, lakini joto kali yeye ndio analisikia. Alafu inaathiri tu kipande cha juu cha mwili. Kuanzia tumboni mpaka kichwani. Na maana kipande cha chini cha mwili hakipati hilo joto. Yaani kuna muda tu joto linatokea. Alafu inapita. Kwa hiyo inaweza ikapita kwenye sekunde inapita. Kwa hiyo inatofautiana, wanasema wanawake wanatofautiana. Okay. Mwingine anaweza akapata hata kwa saa moja ikampata hata mara 3. Mwingine kwa siku, mwingine hivyo. Kwa hiyo haiwi vile vile. Alafu hilo joto likishapita linampatia kutoka na jasho jingi. Joto linapita kali ghafla afu anatoka na jasho jingi sana. Kwa hiyo utaona sehemu kama hata lina AC kama hapo iko kali kabisa, lakini mama atasikia joto alafu anatoka na jasho. Ndio. Kwa hiyo unaweza mbona hapa mahali pana baridi? Wanawake wachache wanapata hali ya baridi. Kwa hiyo ile ambayo ni joto kali na ghafla inaitwa hot flashes. Hot flash. Wachache sana wanawake wanapata cold flashes. Kwa hiyo yule ambaye anapata hiyo cold utasikia jamani mbona nasikia baridi kinyume chake. Lakini asilimia inaonyesha kwamba wachache wanapata cold flashes. Wengi wanapata hot flashes. Sasa hiyo hali inasumbua. Kwa hiyo inamfanya na hiyo jasho kutoka sana mara nyingi inatoka wakati wa usiku. Ndio maana inaitwa night sweats. Mtu amelala. Akiwa amelala. Kwa hiyo inaleta usumbufu kwa sababu inasababisha asipate usingizi vizuri. Na hiyo pia ni dalili mojawapo kwamba anakuwa hapati usingizi vizuri. Kutokana na hiyo jasho, lakini pia kuna kitu kingine ambacho pia kinaweza kumsababishia asipate usingizi mwingine. Inajitegemea. Kuna hali ya kukosa usingizi inaitwa kabisa kwamba kukosa usingizi kutokana na hiyo hali ya menopause. Ndio. Insomnia. Haya. Dalili nyingine ni mabadiliko kwenye mzunguko wa hedhi. Sasa kwa sababu kabla ya hapo mama huyu anakuwa hajaingia ule utu uzima, hedhi yake inakuwa iko stable. Hayumbi. Talezi. Hayumbi. Tarehe zake zinakuwa kwa mfano ni mzunguko mara nyingi siku 28. Inakuwa vile vile. Lakini anapoanza sasa hivi inabadilika. Inaweza kuwa siku fupi zaidi kama 21 au zaidi ya siku 28. Na wakati mwingine inaruka. Lakini pia inapokwenda kule mbele huwa inakuwa inatoka kwa wingi sana. Kwa hiyo hii yote inasababisha hali ambayo sio nzuri kwenye ajisikii vizuri. Okay. Hali nyingine kama nilivyosema ni inaathiri pia kisaikolojia. Kuna swala la kuyumba kwa hisia. Inaitwa mood swings. Mood swings. Ndio. Yaani mara ana furaha, mara ana huzuni, mara ana kisirani, mara anacheka. Yaani kama hivyo na swings haitulii. Mood swings. Lakini kimsingi ni ile homoni ambayo tumesema. Homoni kuu inayouongoza mwili wa mwanamke inaitwa estrogen. Sasa ile homoni uzalishwaji wake unapungua kwenye hiyo miaka. Ule uzalishwaji wa hiyo homoni inapopungua ndio inaleta mabadiliko yote. Ndio. Lakini kwa sababu pia kuna zile homoni nyingine pia. Zile homoni nyingine zinapokinzana yani zinapokosa uwiano. Ndio unasikia hormone imbalance na pia zinasababisha shida. Ndio. Lakini kuna kwa shida nyingine ambayo ni changamoto nayo. Kuleta usahaulifu. Au na kumbukumbu inapungua. Haiishi kabisa lakini inapungua. Kwa utakuta mama analalamika kwamba pochi yangu labda mmechukua, hela zangu mmechukua. Ndio naenda benki labda wanauza password umesahau. Vitu vidogo tu. Yaani inafika mahali mama anaenda kwenye friji. Alikuwa amefuata nyanya. Anafika anaangalia friji hapa nilifuata nyanya au karoti. Umeona? Kwa hiyo naona nyakati kama hizo hata vijana ndio wanasema bibi mkubwa hatuwezi kukaa naye. Okay. Kwa sababu anakuwa na malalamiko ya kupoteza vitu vyake. Okay. Kwa hiyo ni mambo ambayo yako katika jamii yetu. Yaani mwili na mara nyingine watu wanasema bibi mkubwa sio. Ameshakuja huyo. Lakini kumbe kuna hali ambayo naipitia. Na bahati mbaya yeye mwenyewe hajui kama anapitia hiyo. Okay. Sasa kibaya zaidi ni kwamba inaathiri pia hata utendaji kazi. Huyo sasa unajua umri kama huo ni umri ambao mtu ameaminiwa. Kwa hiyo mwanamke huyu amepewa labda uongozi, hata anaweza kuwa mwalimu wa kikoba, mkurugenzi. Kiongozi hata mkubwa kwenye serikali. Alafu anapita kwenye hiyo hali. Alafu yeye mwenyewe hajui, alafu watu wanaomzunguka hawajui. Kwa hiyo anaweza kuwa hata amepanga tarehe ya kikao na muda wa kikao yeye amesahau.
Au anaweza kuwa labda kuna jambo fulani mmekubaliana na lakini amesahau. Na kwa hiyo sasa badala ya kumlaumu tukiwa tumefahamu kwamba hayo ni mabadiliko yanatokea. Kwenye mahusiano hiyo pia inasumbua kwa sababu kuna hali ya kupungua kwa hamu ya kupenda ile tendo la ndoa. Inapungua, inaitwa low libido. Na wengine inakuwa kama inaisha kabisa, wengine sana no libido. Inapungua sana kutokana na hiyo homoni inavyopungua. Sasa hiyo inaandamana pia na maumbile ya kike yanakuwa na ukavu. Yaani uke unakuwa na ukavu. Sasa kisha kuwa na ukavu na una ile hali ya utelezi inapungua kutokana na ile homoni inavyopungua. Kwa hiyo utakuta kwamba lile tendo linamsababishia maumivu. Okay. Sasa kama yani mwenzake hajui kwamba huyu mwenzangu kuna hali ya kimwili ambayo anaipitia ambayo sio yule. Kwa hiyo ataona kwamba yule mama sasa anayepitia ile hali ya maumivu hata furahia lile tendo. Moja kwa moja hata furahia. Na yule naye ataona kama huyu anakwepa. Yaani kwa sababu ikifika ule wakati huyu anaona anaingia kwenye shida. Okay. Na hiyo imefikisha mahali mpaka kumekuwa na kesi, yani mume wangu ananibaka. Watu wanashangaa. Mume wako anakubaka, mbona hakuwa anakubaka kabla? Ndio. Sababu ni kama analazimisha. Lakini mwanamume akiwa ameelewa atajua kwamba huyu sasa sio yule. Kuna hali anapitia. Umekuwa ukishauri na ukizungumza na watu katika matamasha tofauti tofauti. Kesi kama hizi wanasemaje, experience kama hii? Yaani ni kwamba ninapofundisha ndio watu wanasema lakini jambo zuri ambalo limenitia moyo sana ni kwamba wanaume ambao walikuwa hawafahamu walipofahamu wamelichukulia yani kwa uzito mkubwa, na kwamba kusema sikujua, ningekuwa nimejua ningekuwa nimemsupport mke wangu. Okay, sawa. Kwa hiyo yani hawakulichukulia kama nini, kama elimu imechelewa, lakini hata hapa bado tunaweza tukawasaidia. Na wako wanaume ambao wameonyesha hata hali ya huruma. Kumbe wanawake wanapita mambo mengi sana kutokana na maumbile yao. Sio kosa lao. Na wale ambao hawakufahamu sasa walipoona kwamba huyu pengine hana ushirikiano, pengine ana mbadala. Okay. Kwa hiyo mama labda ana mbadala. Kwa hiyo na yeye akaenda kwenye mbadala. Sasa badala kuona kwamba anaweza mkakaa pamoja na mkasaidiana. Kwa sababu hiki ni kipindi kinapita. Kwa sababu hiyo safari yenyewe imegawanyika katika hatua 3. Kuna hiyo hatua ya miaka 10 hiyo inaitwa perimenopause, kuelekea kule kwenye ukomo. Alafu baada ile miaka 55 ambayo ni maximum sasa average ya hiyo mwisho wa hiyo safari, ambapo mama atafunga sasa, na mama anaingia kwenye menopause, ukomo wa hedhi, pale ambapo hataona damu yake ya mwezi kwa miezi 12. Hapo ndio anakuwa menopause. Miezi 12 mwaka mzima hajaona damu yake ya mwezi, hapo ndio amefunga. Lakini kuna cases ambazo kuna wanawake ambao hawajaiona damu yao ya mwezi kwa mwaka mzima na baadaye wakaja wakaona. Lakini sio nyingi. Ile kizidi hapo, baada ya miezi 12 mwaka mmoja, mama anakuwa ameingia kwenye post menopause na anaishi kwenye hiyo hali mpaka mwisho wa maisha yake. Okay, Asen, nimekuja kugundua kumbe inawezekana kwenye midlife hapa, kwenye nyakati ya umri huu wa miaka 40 mpaka 55 nasema. Ni sehemu ambayo watu wengi wanagombana pasipo kujua sababu. Watu wengi wanagombana pasipo kujua sababu, lakini pia watu wengi wana experience ama wanapitia changamoto nyakati ngumu sana pasipo kujua kwamba kinachosababisha ni nini. Kumbe mabadiliko ya kimwili na kihisia ni kitu ambacho ni muhimu sana kuzungumziwa katika jamii yetu. Wewe unafikiri kwa hali ya kawaida wanawake umekuwa ukizungumza nao, lakini pia nawe ni mwanamke umekuwa ukipitia hiki kitu hiki, jambo hili tunalifanyaje katika jamii yetu? Kwa maana ya ukiacha hamasa ya walimu ambao naamini sijui kama mko wengi, kwa jamii kiupana, ili watu wasiweze kuendelea kupata matatizo kama haya, nini kifanyike? Kwa kweli ni kilio changu, na natamani hii elimu ifike sio tu kwa wanawake, kwa jamii nzima. Kwa sababu kama nilivyokuambia, dalili ziko 40 na hapa mimi nimezungumzia chache sana. Sasa huyo mwanamke akipata dalili 10 tu ana hali ngumu sana. Lakini kama jamii yote ingekuwa imeelewa kwamba mwanamke anapita sehemu gani, kuna support ya aina mbalimbali ambayo mwanamke angepatiwa. Lakini tunaifikishaje hii elimu sasa? Ni sisi wadau tuone kwamba tupate picha ya wale wanawake ambao hata sio wasomi, wanawake wa vijijini. Ndio. Wanawake ambao wanaishi katika mila na desturi ambazo zinambana huyu mwanamke kwamba asizungumze, asishare chochote. Miiko. Na pia kuna ile notion kwamba umeshakuwa mwanamke mtu mzima, jikaze, wewe sio mtoto. Watoto ndio wanalia maumivu. Mwanamke mtu mzima unalia maumivu. Kwa hiyo wanawake wamekuwa kigugumia. Na dalili nyingine ambazo
tutaweza kuzitaja zote leo. Kuna hili swala la maumivu ya viungo. Wanawake wanalia sana kuhusu miguu inauma, viungo vinauma. Kuna kitu kinaitwa osteoporosis. Hiyo homoni yetu inapopungua inasababisha udhaifu kwenye mifupa na misuli yetu. Hebu tuziangalie hizo homoni ambazo zinapungua kipindi hiki kwa wanawake. Umesema ziko ngapi? Homoni kuu inayoongoza ni hiyo estrogen. Lakini kuna ile nyingine inaitwa progesterone. Estrogen ikipungua nini? Ndio sasa inasababisha mabadiliko mengi sana. Yani kwa kifupi ni kwamba hiyo homoni ina nguvu sana kwenye mwili wa mwanamke. Na kwa kifupi naweza kusema kwamba kuanzia kwenye unywele mpaka kwenye kucha. Kwa sababu inapopungua mpaka ile ubora wa nywele zetu unabadilika. Ile nywele zilikuwa ziko imara, sasa zinabadilika mpaka ngozi. Kwa sababu katika hiyo inapopungua kuna kitu kinaitwa collagen ambayo ni sementi ya ngozi. Kwa hiyo kabla hatujaingia hapo tulipokuwa wasichana ngozi yetu ilikuwa imara, ndio wanasema imeglow. Huyu imeglow. Sasa utakuta sasa tumeshakuwa wamama watu wazima, sasa tunalazimishwa au tunajilazimisha kuglow kipimo kile. Sasa mimi approach yangu ni ambayo ninafundisha sasa ni kwamba ni vizuri tu maintain urembo, lakini sasa tujilishe kuanzia ndani. Kwa maana ya kwamba Mungu alivyotupa rehema, alivyotupa yani kutusaidia. Kuna hivi vitu alivyoviumba, mbegu. Kwa maana hizi seeds zote yani kuna hizo chia seed, kuna ile flax seed, mbegu vya aina mbalimbali, mbegu za maboga. Zote hizo zina mfanano wa ile homoni inavyo. Kwa sababu ile homoni inatoka. Kwa lazima kutafuta namna ya kurejesha. Sasa kuliko kutumia vitu ambavyo labda kemikali, tunarudisha kwa chakula. Ndiyo. Kwa hiyo mimi nafundisha kuhusu hizo mbegu, lakini pia kuna zile mimea tiba kwa maana ya herbs. Kuna herbs za aina mbalimbali. Kile labda ambazo common sana. Zote zinasaidia mambo. Zote zinasaidia. Okay. Lakini pia hasa ni lifestyle. Ndio kitu cha muhimu sana. Kwamba ujue kwamba maisha yale uliokuwa ukiishi sio utaki kuishi yale tena. Umebadilika. Tumesema habari ya shift. Kwa hiyo tunakula nini ni jambo la msingi sana. Kwa chakula ni kitu cha msingi. Kingine cha pili? Yani kwamba namna gani lifestyle. Hiyo lifestyle. Namna gani tuna control, tunadhibiti msongo wa mawazo. Stress hiyo. Na stress nini? Tusishikilie stress. Hiyo tutakuja kuzungumza baadaye. Kwa kuna mambo mbalimbali ambayo tunaweza tuingie katika upande wa wanaume. Tuko katika jamii ambayo inasema mwanaume lazima uwe kwanza masculine, lakini pia mwanaume uweze kuanguka matatizo. Ndio. Ukishia matatizo watu wanakuweka katika group fulani kwamba wewe mdhaifu au unaweza kuwa katika mtazamo. Yaani jamii haikupi nafasi. Sasa katika upande wa midlife ama umri huu wa miaka 40 mpaka 55, wanaume wenyewe wanapitia matatizo gani? Na matatizo yao yakoje? Yako ndani au yako nje? Tunakuja pale kwamba hatuwezi kwa kweli kutofautisha hicho kipindi na ukuaji. Yaani tunaenda utu uzima na baadaye tunaelekea kwenye uzee. Kwa hiyo wanaume nao wanapitia. Nao kuna mabadiliko ya homoni, lakini ni tofauti. Wao ni kiasi kidogo kutokana na maumbile ya mwanamke na mwanamume ni tofauti. Lakini kuna ile namna ambavyo wanaona kwamba nimetoka mahali, kwa mfano kabla ya hapo kulikuwa kuna nguvu, ujana unaambatana na energy, uzalishaji. Sasa unavyoenda huko unakuwa kuna kupungua. Lakini pia hicho kipindi nimesema kuna mabadiliko ya kisaikolojia na nini. Hicho kipindi hata kwa wanaume, kwa wanawake pia. Kuna ile kujitathmini kwamba kuna mambo sijayafanya. Kuna mambo sijayafikia. Yeah. Sasa badala ukiwa sasa huna uelewa, utakuwa unaangalia failures. Yaani wapi nimefeli. Sasa unapongangania kuangalia failures ndio unavyojiumiza na kujiingiza kwenye stress. Yale mambo ya msongo wa mawazo na nini. Lakini sasa kwa namna ulivyoeleza ni kweli kabisa. Miiko ya kitamaduni na kijamii inamfanya mwanamume yani mwanamume amelelewa kwamba ni mtu jasiri, asiyetetereka, asiyelialia, asiyejishusha na kuonyesha kwamba yeye ni mdhaifu. Kwa hiyo wanaume wamekuwa wakitunza matatizo hilo jambo walilopewa sasa kuanzia utoto. Wewe ni kababa, wewe ni mtu, acha hizo. Sasa analitunza. Sasa anapolitunza kwa kuwa naye ni mwanadamu na anaingia katika kuna masuala ya nje pia ya mwili. Kwa mfano anaingia katika changamoto za nje, kwa mfano masuala ya kifedha sasa. Inaweza kuwa yanatingisha, lakini mambo mara nyingi mambo makuu mawili. Fedha, mahusiano.
kwa sababu tukisema uchumi unahusisha kazi na nini, lakini mahusiano. Sasa mwanamume anapokuwa kwenye hiyo migogoro, ndio zile crisis, ana kuendelea kulingangania mwenyewe, kwa sababu wanaume walivyoumbwa sio kutoa. Sasa anapongangania anafanya coping strategies, yani namna ya kujitetea. Ndio. Sasa namna ya kujitetea anafanya uamuzi wa binafsi. Uamuzi wa binafsi ndio ule unampelekea wanaume kuwa rahisi kuingia kwenye zile tabia hatarishi. Kama vipi? Kama kwa mfano sasa shida za uchumi, anangoja ninywe pombe. Sasa ile pombe anaanza kuanza kidogo, afu baadaye inaweza kumpeleka kwenye ile extreme. Sikia kuna issues kubwa sana za alcoholism sasa hivi. Wanaume wanaingia kwenye uvutaji sigara na nini kutoka bange. Hiyo yote ni kujaribu kutatua matatizo yake. Lakini inaenda mbali zaidi, wengine wale ambao, kwa sababu tujue pia watu wanatofautiana kwa personalities. Hizo tunaelewa, hata wanawake kuna wale ambao ni wakimya, kuna wale waongeaji na nini. Sasa kwa mwanamume ambaye pamoja na zile afani ni mkimya, ndio wale ambao anafika mahali kuona sasa haya matatizo yangu yamesha kufika mwisho, bora nijiondoe uhai. Hii miaka ya karibuni hata kama nchi ya Tanzania tumekuwa tukishuhudia sana. Mwingine sio tu anajiondoa yeye uhai, anamuondoa uhai yule mwenzi wake na mpaka na watoto wake. Kwa hiyo ni kama mlipuko wa yale mambo ambayo yamejificha ndani. Sasa na kwa sababu mwanamke anayatoa kwa kuzungumza, mwanamume sasa anayatoa kwa nguvu iliyozidi. Ndio ile ambayo sasa inasababisha madhara makubwa kama hayo. Okay. Lakini pia kibiolojia, hatutaenda leo kwenye data na nini, ni kwamba hata tukifuatilia, hata kenda kwenye hospitali zetu tunaona kwamba mwanamke kabla ya ile miaka, hizi shida za magonjwa ambayo hayaambukizi haitupati sana. Lakini wanaume wanapatwa zaidi na magonjwa hayo ya moyo. Magonjwa ya moyo ni mengi sana, mpaka kiharusi na nini, hata magonjwa haya ya kisukari aina ya pili ni rahisi wanaume kuwapata, kwa sababu wanaume wengine sasa, kwa mfano wale ambao wanaingia kwenye ulevi, ni ngumu wao kuzingatia hata lishe. Kwa hiyo mtu atakaa kwenye pombe alafu baadaye atakula nyama, atakula vitu vya kukaanga, na alafu amepita yuko kwenye ule umri. Kwa hiyo inamuingiza kwenye hatari ya afya zaidi. Sio tunaelewa tu, lakini si wanawake wengi ambao anaweza akakaa huko baa masaa mengi akiwa anakunywa pombe, akala na nyama, akala na nini. Sasa kimsingi ngoja nifunge hiki kidogo. Kinachotokea ni kwamba sisi aina mbili, hizi jinsi mbili ya kike na kiume, tukiwa tunaelewa nini kinatokea kwa huyu mwenzetu, ni rahisi kusapotiana. Lakini tusipoelewa, especially katika mahusiano, lakini tusipoelewa ni rahisi kukinzana. Na tunapokinzana ndio sasa tunapoleta madhara. Na hayo madhara ndio hivyo yanaanzia kwenye afya mpaka kwenye uchumi mpaka kwenye jamii kubwa, taifa. Kwa sababu kama ulivyoeleza kwamba hii miaka ile ambayo ni hot sana, kwa mfano hiyo ya mwanamke kupita kwenye hii safari, wanandoa wakiweza kustahimili na kupita hapo, hiyo ndoa imeshavuka. Lakini wasipoweza kustahimili na kusupport each other, hapo ndio pale ambapo ndoa itakuwa imeishia hapo, na watoto watashangaa kwamba mbona hawa wazazi wameishia hapa. Hebu nipe mfano wa kesi ambayo umeipata inasababishwa hivyo. Uliwahi kusikia ama ku-experience au kuwashauri watu wanaopitia changamoto kama hiyo? Kesi ni nyingi, especially kwa wanandoa labda. Kesi ni nyingi, lakini tunaelewa kuna swala la kutunza siri za watu. Hatuwezi kuwataja watu, lakini tupe scenarios. Ni kwamba mimi kwa bahati nafanya kazi pia na wanaume. Kwa hiyo kwa sababu si kwa kazi zetu tunazofanya tena kwa asilimia kubwa na wanaume. Kwa unakuta tuna share na nini. Kuna wanaume waliniambia kwamba wakati wake zao wanapita hapo, hawakuelewa. Kwa hiyo walikuwa wanaona huyu anajifanyisha, amekuwa mkorofi, amekuwa hawezekani tena, siwezi kuishi naye. Umeona? Na ikaleta separation. Wakaachana. Unaona? Lakini kwa kipindi tu kifupi, baada ya kuelewa kwamba kumbe haya mambo bwana ni mambo natural, na kwamba ningemuelewa, ningempa support. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao wamereconcile. Okay, sawa. Baada ya kuelewa. Kwa hiyo ina maana kuna vitu vingi vimetokea ambavyo watu wangeweza kuelewa isingeweza kutokea. Isingefika huko. Sawa. Midlife ni muda
nyakati hizi ni nyakati ambazo muhimu sana kwenye maisha. Ndio. Kama unavyosema watu wameshatoka kwenye ujana, wanaanza yale majukumu. Na wakati mwingine watu hapa wanakuwa na zile familia ambazo zimeshakuwa. Ndio. Mtu ana watoto 3 4, wengi familia kubwa, majukumu yamekuwa extended. Sasa hivi tunafanyaje katika swala la confidence na issue ya midlife crisis, confidence ya kuweza kuzungumza haya mambo. Iwe ni kwa jamii, iwe ni katika wanandoa. Inawezekana kuna watu wanatuangalia hapa sasa hizi wamegundua tatizo. Tunaanzaje ku break ile barrier, boundary pale katikati ili watu waweze kukana kuweza kuzungumza na solutions kapatikana kabla ya kwenda nje, kabla ya kwenda kwenye washauri. Niseme tu kwa experience yangu George kwamba ili program nimekuwa nikiendesha kuanzia mwaka jana. Hivyo vikwazo vya kiutamaduni kwa kweli haviko strong kama miaka ya zamani. Okay. Sasa hivi unajua na utandawazi na watu pia wanasoma sana, watu wanaenda kwenye internet. Ni rahisi tu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba sasa ni wakati ambapo tuwe free sasa kuzungumza. Tukikaa kwenye platforms zetu, platforms ziko nyingi sana. Hata wanaume kuna platform, wanawake ndio wana platforms za kila aina. Ukuni mahali sasa pa kukaa jamani kusema kwamba hivi vitu kwa kuwa vinatupata. Yaani ni sehemu ya maisha yetu. Tusivishike. Tusiseme mimi ni shida yangu. Yaani tujiachie tuzungumze. Swali ni kwamba tunaanzaje? Sehemu kama watu wa dini wapo. Makanisa yanakusanya watu wengi, misikiti inakusanya watu wengi. Lakini watu wanaanzaje kuzungumza mambo kama haya? Mimi naona shida sio confidence. Shida unafikiri unachozungumza ni courage. Ujasiri wa kuzungumza. Sasa ujasiri wa kuzungumza unatakiwa umekuwa empowered. Yaani umewezeshwa. Kwa mfano mimi leo nimekuwa na ujasiri wa kuzungumza kwa sababu kwa mfano hii mada nimeisoma kwenye global literature, nimeisoma yani machapisho ya kidunia. Na nimesoma yani mbali kuisha kwamba nakuwa na evidence kwamba hili sio swala nalitoa kwenye kichwa. Kwa hiyo sisi sasa kama waelimishaji, mimi na wewe kama waelimishaji, tunaweza sasa kuanzisha hizo program ya kufika kwenye levels mbalimbali. Na kweli niseme hata vijana. Kwa mfano vijana wetu tukiwa tumeshawaandaa kwamba bwana wewe sasa hivi ni kijana, utakuwa kijana milele. Utafika hii level. Kwa hiyo hivi ninavyozungumzia kwa mfano swala la tunakula nini. Tukianza kuandaa vijana wawe wanakula nini leo, watakuwa watu wazima wenye afya bora. Kama wakiwa sasa hawali vizuri leo, wanakula vitu ambavyo yani wanapenda, kwa mfano tumekwishakuwa na maisha sasa ya kiulimwengu, junkie manini. Akifika sasa pale tunaposema kwamba sasa ndio pakula vizuri maana amekuwa mtu mzima, ameshazoea. Na wengine utasikia kwamba mimi bwana mimi siwezi kula hivyo vitu, nimezoea vitu vya mkaango. Lakini pia tunaelewa kwamba mwili unakuwa unapungua, yani haui kama vile ulivyokuwa. Sawa. Twende katika swala moja la namna kukabiliana na vitu hivi. Ndio. Tulikuwa tunazungumza ukaniambia kuna swala la ubongo. Ufahamu ndio kitu kimoja. Kama saizi watu wamefahamu, wanaweza kuelewa, lakini cha pili ni ile hali ama uwezo, capacity ya kuweza kukabiliana. Ulinigusia, tulikuwa tunazungumza kabla tujarekodi kuhusiana na uwezo kwa upande wa mwanamke na uwezo kwa upande wa mwanaume. Ukawa naelezea ubongo wa mwanamke ulivyo na namna ambayo unaweza kukabili na ubongo wa mwanaume. Unaweza kunipeleka katika sehemu hiyo? Asante sana. Ile inakuja kwamba kwa kweli ni jinsi mbili tofauti Mungu alivyoiweka. Kwa hiyo wanawake ni ubongo wetu, na mimi ni mwanamke, tulivyoumbwa una namna fulani ambao unaweza ukaconnect. Kuna jamaa mmoja anaitwa Mark Gunga anaelezea vizuri sana kwamba ubongo wa mwanamke ni kama wire, yani inajisokota. Kwa hiyo mwanamke huyu anaweza kuzungumzia masuala mbalimbali akayachanganya. Kwa mfano mwanamke akazungumzia multitask, lakini pia multi issues. Akazungumzia anapika nini jikoni, masuala ya homework ya mtoto, masuala ya shamba, yani anazungumzia vikoba hapo kazini. Kuna mgonjwa, kuna kwenda kwenye harusi hivyo. Mwanamume kwenye ubongo wake kuna boxes, yani hivyo box hivi. Tuzungumzie kiundani kwanza kwa mwanamke. Umesema mwanamke ni multitask. Na uwezo wa kuzungumzia. Unamsaidiaje katika kukabiliana na matatizo? Sawa. Kwamba kwanza hiyo multitasking yenyewe sio tu kwamba biological, lakini pia kuna namna ambavyo hata ile
kulelewa na kukuzwa kwamba wewe ni mwanamke una majukumu. Kwa hiyo nafikiri pia kuna kuwepo readiness fulani kwamba mimi si mtu wa kufanya kitu kimoja. Kwa sababu huwezi kuacha mtoto hapo analia, unapika, unafanya nini. Kwa hiyo vitu vingi, uende kazini wewe. Lakini pia wanawake namna walivyoumbwa kuna namna ya kutoa. Yaani kama shida, kama shida, kama ilionayo unamwambia mtu. Na ile kwamba mwanamke ile kwamba ni una manguvu, wewe ni mkubwa sana, hatujaelewa hivyo. Kwa hiyo hujisikii shida kumwambia mtu kwamba naomba msaada, napitia changamoto fulani. Jiachia. Sawa. Na napojiachia kutokana na ile emotional sasa, hata homoni hapo ndo inafanya kazi. Yaani ile emotion jinsi ambavyo anaweza kujiachilia inamletea ule unafuu. Naona Lakini pia inasemekana pia kwamba tafiti ndio zinasema wanawake pia kutokana na hivyo kuwa multitasking na nini ni wanawake pia ni watu ambao hawasahau. Ndio maana mwanamume utakuta umemkosea alafu yeye anakumbuka kitu cha miaka 20 iliyopita. Lakini mwanamume inaishia pale. Sasa twende kwenye ile swala la mwanamume ule ubongo wake kuna vile visanduku. Vile visanduku, kile kisanduku kinajitegemea. Ubongo na visanduku. Vile visanduku, unaweza ule jamaa anasema anaitwa Magunga. Anaeleza vizuri sana kwamba kisanduku hiki, box hii inazungumzia Yanga. Mpira. Hakuna kuingia na masuala ya ada ya mtoto. Ada ya mtoto ni kitu kingine, mpira ni kitu kingine. Sijui siasa ni kitu kingine. Hakuna kuingilia viboksi. Alafu kuna kiboksi kinaitwa nothing box. Kwa hiyo unavyosema ubongo wa mwanaume umewekewa katika kama segmentation ya viboksi fulani. Ndio. Mambo tofauti. Okay. Lakini kwamba wakati wa kuyazungumzia hakuna kuyachanganya. Okay. Sasa pale ndio utaona kwamba huyu mwingine ni waya. Anachanganya na huyu mwingine yuko systematic, yani kiboksi hiki ni kiboksi hiki simwingilia na kiboksi mwingine. Kwa utakuta yule ambaye analeta mambo mengi sana, by the time unakuja kugundua kwamba ulikuwa unaongea peke yako. Mwenzako umemchanganyia mambo mengi. Okay. Kwa hiyo yani ni maumbile. Ndio maana wanawake wana tabia kuongea sana. Ndio maana wanasema ngoja niondoke. Sababu yani ananivuruga. Wakati nimefundisha semina moja, dada moja alinifuata akasema, "Ndio maana baba yangu alikuwa anasema mama yenu ana kelele." Na mara nyingi baba alikuwa anasema ngoja niondoke, mama yenu ana kelele. Sasa swala akiondoka na kwenda wapi? Ndio yasema. Kuondoka na zile kelele. Lakini angekuwa anaelewa kwamba huyu kinachomsumbua pia ni homono. Okay. Na yani namna ambavyo mwanamke pia alivyoumbwa. Angejua kama vile unakumchukulia, lakini wakati mwingine unamwambia basi kidogo. Ndio maana kumbe neno la Mungu anasema tuishi nao kwa akili. Kwa akili. Kuna namna fulani. Kuna namna fulani hivi. Ambayo sasa mimi nataka kama yeye mwenyewe hajui, mwanamke mwenyewe hajui kwamba mimi kumbe niko hivi. Alafu na yule mwenzake naye hajui kwamba huyu yuko hivi. Yaani kwa hiyo hapo katikati hapo. Kwa hiyo migogoro ambayo kwa hiyo wachungaji, mashehe, mahakama, watu wanapanga mistari ya kupeleka kesi. Kwa mambo ambayo watu wangekuwa wanaelewa huyu bwana yuko hivi, tusaidiane, kufahamiana, kujuana. Zingepungua kwa kiasi kikubwa sana. Tuzungumze box ambayo amesema nothing box. Sasa hiyo nothing box hiyo. Sasa wanasema hiyo box wanaume wanapenda sana kuichagua. Yaani kuichagua yani sasa yani sio kwamba wanaichagua wameplan, ndio mambo ya kisaikolojia. Wanaume kuna wakati wanatulia, sitaki shida, sitaki kelele. Hiyo inaitwa resting box. Yaani hiyo box yani sasa nothing, sifanyi chochote, siwazi chochote. Ndio nasema ndio ile uwezo wa mwanamume kukaa na remote kwenye kochi masaa. Wakati fulani labda mke wake anamwambia, "Sasa mbona umekaa tu hapo kwenye hiyo kochi?" Kuna wakati hata haangalii kitu. Lakini ameamua tu kufanya sasa brain yangu kwa sasa sifanye chochote. Lakini mwanamke sasa na zile task zake alizonazo sio rahisi kuiopt ile box. Okay. Umeona hiyo ilivyo? Ndio wanasema kwanza box ile ndio maana inawafanya wanaume wanaweza kufanya ile kazi ya uvuvi. Kwa sababu inataka deep concentration. Uvuvi. Kuvua kule kwenye bahari au kwenye maziwa. Hebu connect hiyo dot, sijaelewa vizuri. Yaani wakati hiyo psychology inaelezewa ya kwamba kwa nini wanaume wanaweza kuapply, wanaweza wakaiopt
kile kisanduku ni kwa sababu ndio maana wanaume wanaweza wakafanya ile kazi ya uvuvi kama umeenda kwenye deep ocean kule fishing afu unatupa sehemu ambayo afu yani unatulia kama hupo vile. Wanasema mwanamume anaweza kuwa kama hivyo lakini hajafa, lakini sasa yani hajafa, yani hafanyi chochote lakini still living. Umeona, yani vitu psychological vimejificha sana lakini vina happen. Na kweli katika kuna mwenzangu mmoja aliwahi kufundisha hicho kitu pia. Bwana kweli kabisa. Wanaume yani hiyo box wanacho. Okay. Yes. Sawa. Matatizo yameshatokea na kwa wale ambao catch up sasa hivi kwamba hii ni George Mshauri podcast na tunazungumza leo na mtaalamu wa afya ya jamii. Na huyu ni mtafiti. Kikubwa ambacho tunazungumza ni kwamba kuna umri, maisha yako katika hatua na nyakati na majira. Kuna nyakati za umri kati ya miaka 40 mpaka 55. Hizi nyakati kitaalamu neno la Kiingereza linatumika ni kwamba zinaitwa midlife, lakini pia kutokana na changamoto zake inaitwa midlife crisis. Hapa ni sehemu ambayo watu wanakutana na shida, tabu, lakini kwamba tumeangalia upande wa wanawake, tumeangalia upande wa wanaume, lakini mwisho wa siku tunaangalia namna gani ambayo tunaweza kupata solution. Yeah. Yes. Tulizungumzia zile namna ya kutengeneza furaha. Kwamba mume ameshaelewa kwamba kuna mke ana changamoto. Watu wameshaelewa kwamba kuna namna ya kusaidiana. Tunarudishaje ile furaha? Sawa. Kwa hiyo pamoja na yale sasa niliyosema, tuzingatie mtindo mzuri wa maisha, kwa mfano kulala yale masaa 8 ambayo imekuwa mara nyingi sasa tunaambiwa, kuwa tafuta namna ya kutulia, kujiepusha na migogoro ambayo sio lazima, lakini sasa Mungu pia ametuwezesha kuwa na homoni za furaha. Homoni za furaha. Zinaitwa feel good hormones. Feel good hormones. Hizi homoni ziko 4. Homoni ya kwanza inaitwa dopamine, nyingine ni serotonin, nyingine ni endorphin, nyingine ni oxytocin. Hebu tuzungumzie hizi. Hii dopamine yani unaichechemua, unaizalisha hiyo homoni kutoka kwenye mwili wako kwa kufanya vitu. Yani sasa vibe. Usipoichechemua, yani usipoiactivate itatulia. Watu wanafurahi sana itatulia, lakini ukiactivate itajizalisha. Alafu ukienda sasa ili hapo lengo ni nini? Nimekwambia kuna ile matatizo tumeyataja, sijui stress manini, yanazalisha ile hormone fulani inaitwa cortisol. Hiyo hormone ya cortisol ikipanda ndio inaleta hayo mambo ya kujisikia vibaya, kuona kama maisha hayana faida, huzuni na nini na nini. Sasa uzalishe hormone ambayo inaenda kupambana na yale mahormoni mabaya. Unaichechemwaje? Sasa hiyo dopamine unazalisha kwa kufanya vitu vizuri, na vitu vizuri hapo ni kama shopping, kwenda outing. Na shopping hapa tuzungumzie labda lazima usijue ukaenda kanunua gari nini. Kuna vitu unavipenda tu, hata wanawake hata wanaume. Hata wanaume pia wanapenda vitu vizuri, labda kuna kiatu chako kizuri umekiona, kinunue, ukitaka kitu kadogo. Lakini pia kula kitu kizuri, unatoka outing. Kwa mfano labda mnakaa sehemu nyumbani kwenu. Vyovyote pako padogo sio pakubwa nini, lakini kuna ile kutoka ndani ya nyumba kwenda nje, outing. Ndio maana tunaweza wenzetu wengine wanaona kama labda wapenda anasa nini. Ndio maana kuna toka ndani ya nyumba kwenye ile mzunguko, toka nje. Mtoke kwenye mkaenda sehemu nyingine, hata unaweza kukala kitu cha kawaida, kitoka ile outing na ile kuwa pamoja na marafiki na nini. Hiyo yote inakutoa kwenye ile hali ya upweke na kukuweka kwenye hali ile ya furaha. Ya pili, serotonin. Umeona? Sasa serotonin inazalishwa pia kwa kufanya kama mazoezi aina mbalimbali. Unaona, kwa mfano mimi kuna wakati nilikwenda kwa wale wenzetu wazungu. Nikaona watu wazima wanakazana sana kufanya ile biking, kuendesha na nini, baiskeli na nini. Kwa hiyo kuna mazoezi fulani unafanya, yani hiyo homoni inajizalisha. Kimsingi ni mazoezi. Homoni nyingine ni endorphin. Hiyo endorphin ina chakula kizuri unachokipenda. Lakini hapo nimesema kwamba kumbuka huo umri sasa sio wa kujipiga machipsi, sijui nyama ya kukaanga manini, au unatakiwa health food. Vitu vile unavyovipenda kama chakula ni vingi. Unaweza ukaenda chukua labda samaki wa kuchoma. Yani hiyo homoni ukila chakula unachokipenda inajizalisha. Hapo homoni nyingine hiyo mwisho inaitwa oxytocin. Hiyo oxytocin, hiyo homoni ndio ile ambayo mama akikaribia kujifungua inazalishwa. Yani lakini hiyo homoni kimsingi inapatikanaje?
Nimesema kwa mama kwa sababu ndio mara nyingi inatumikaga kule. Sema labda oxytocin wakati mama anajifungua, hiyo homoni inajizalisha. Lakini inapatikana kwa kukumbatiwa. Sasa tunasema kama huna mwenzi sasa unafanya inatokana na ile intimacy. Mambo ya ukaribu. Mambo ya ukaribu. Hiyo homoni inazalisha. Kwa hiyo utaona kwamba ukaribu kwa watu ambao kwenye mahusiano hata kama mtoto wako sasa inategemea miko. Mtoto. Umeona? Sasa of course kwa mfano wale wenzetu wazungu ndio maana utashangaa labda binti babake anakupatia kisi, jamii zetu za Kiafrika unajua kuna miko. Lakini yani kwa mfano ndio maana utakuta wakati mwingine kanisani unaona ndio mama mchungaji anakumbatia binti. Binti ambaye alikuwa na mahuzuni manini. Yani ni namna hiyo homoni inavyotengenezwa. Sababu swala ni kwamba tukizungumzia afya. Afya ni hiyo afya ya kiakili, afya ya kimwili. Yani ni kwa ujumla. Afya sio tu kwamba yani uumi malaria. Ni kwa ujumla. Sawa. Kitu kimoja hapo tumezungumzia lakini kwa faida tu ya wanaume. Wanaume kuna vitu vitu tulizungumza pale. Stress na depression. Si ndio? Ni vitu viko sawa hivyo? Stress ni ile msongo wa mawazo. Ndio. Sasa inapokaa vile inaweza kupeleka mpaka huko kwenye depression. Yani hebu zungumza na wanaume na umuhimu wa break the silence. Sawa. Sasa wanaume sio ukomo wa nini wa hedhi, kwa sababu wanaume wapiti kwenye hedhi. Wanaume wanapita kitu kinaitwa andropause. Lakini kwa bahati nzuri wanaume sio wote wanaopita kwenye hiyo andropause. Matatizo yani. Kuna baadhi tu ya wanaume ambao wanapita kwenye andropause. Na hiyo andropause ni kwamba ile homoni kuu inayodhibiti mwili wa mwanamume ambayo ni testosterone inapopungua inasababisha dalili baadhi ni kama zile zilizokuwa tumeziona kule, uchovu, kukosa ile hamu ya tendo la ndoa. Lakini sasa zinakuwa sio nyingi kwa sababu wanaume hawapiti kwenye hedhi. Lakini pia kuna magonjwa haya sasa yasiyoambukiza, sana sana kisukari. Haya magonjwa yasiyoambukiza ya muda mrefu pia anaweza kumpelekea mwanamume kuingia kwenye hiyo hali ya kupungua kwa uwezo. Sasa lakini inaitwa andropause, sio wengi. Sawa. Sasa kuhusu hili swala la wanaume kushikilia mambo, matatizo ya changamoto zao, kutokana na tulivyosema kwamba kutokana na makuzi, mtazamo wa kijamii. Sasa ni wakati ambapo sasa tuachane na mambo yale ya kizamani. Kwa kweli mambo yashabadilika sana. We break the silence. Yes. Hatutambui pia kwamba matatizo tulionayo sasa hivi ni mengi kuliko yaliyokuwepo zamani. Hatuwezi kufananisha matatizo tulionayo sisi. Babu zetu hata baba zetu hawakuwa na matatizo haya. Kwa sasa matatizo ni mengi. Tukiendelea kushikilia zile taratibu za nyuma hatutatoboa. Kwa hiyo sasa mimi my plea kwamba yani mpira kwamba wanaume sasa vunje ile miiko. Kama ipi? Hiyo miiko ya kusema mimi ni mwanamume siwezi kutaja matatizo, kudiscuss matatizo yangu. Kuna kitu kinaitwa support groups. Wanaume wanaweza wakatengeneza kama group zao zinaitwa support groups. Ambao mnaweza kuwa sasa mnaongea, mmechaguana labda nyinyi mna based on interest. Tuzungumze guys, tuzungumze. Kuliko mimi unaweza kuwa wewe unajishikilia jambo unaona kama ni gumu, kumbe na mwenzako jirani yako naye anapita hilo au ana solution. Na ana solution. Kwa wakati fulani mnalianza kulizungumzia kama tu discussion tu na ukatoka na kitu. Kuliko sasa kujifungia na kukabiliana nalo kama vile ni lako, wakati mwingine wala sio lako peke yako. Ni jambo ambalo huwatokea na wengine. Ndio. Lakini pia tutambue kujiachilia, lakini pia yani wanaume wafanye na yale pale nimeshataja huko nyuma, mtindo wa maisha, kuhakikisha kwamba unakula vizuri, kuepukana na hizo shortcuts za maisha, kwa sababu unaenda shortcut kama unaona kwamba labda hapa nyumbani kwangu kuna kelele, ngoja nikanywe pombe. Hiyo ni shortcut. Shortcut ambayo inakuingiza kwenye matatizo mengine. Sawa, unaweza kusema labda nitafute mchepuko na kuongeza gharama. Lakini tunaelewa sasa pia kuna magonjwa. Lakini mtu mmoja akasema mimi mke wangu huyu mmoja ni shida. Sasa ukiwa nao wawili watatu na wanawake wenyewe ndio hawa wanaongea kama waya, brain iko waya, kwa hiyo najiongezea shida zaidi. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba sasa tubadilishe maisha yasiyo kama yale. Lakini pia niseme na sisi ambao
tuko kwa ajili ya kama waelimishaji nini, tujenge kuaminika, sababu kwa kweli kuna jambo ambalo pia linasema kwamba watu wengine hawaaminiki, unampelekea shida yako anaitoa. Hilo ni jambo ambalo nalo sio sawa. Kwa hiyo tuone kwamba watu wengine wameopti kukaa kimya kwa sababu sasa hawaoni mtu sahihi kumwamini, mtu sahihi wa kuaminika. Kwa hiyo wapo sasa watu ambao watu watawaamini, jue kutunza siri za watu. Kwa mfano hata wakati fulani tukiwa tunafundisha, ndio maana hatupaswi hata kusema fulani alikuja kaniambia hii, kitu kinaitwa privacy of course. Confidentiality. Mimi nishukuru. Jamani, leo tunazungumzia juu ya afya ya mwili, si ndio? Ndio. Afya ya mwili, na tuko na mtafiti hapa ambaye amejikita katika eneo ambalo ni muhimu sana, midlife, umri ambao kutoka kwenye ujana kwenda kwenye utu uzima, umri ambao unatokana na unakuwa umetokana lakini una experience vitu vingi kwenye maamuzi, lakini pia katika mwili na katika hisia. Umeandika kitabu hapo, hebu tuone kitabu chako kinaitwaje na kinazungumzia nini? Hebu kitabu kinaitwa Safari ya Ukomo wa Hedhi, pata maarifa kupita salama kwenye safari hii. Hii ni kwa ajili ya wanawake? Ndio. Kinazungumza nini kisa? Hiki kitabu nilikiandika baada ya kufuatilia hii mada kwa kina kama nilivyoeleza, na kuona kwamba swala la kimataifa, kwa nikasoma machapisho mengi sana ya kimataifa na nikatafuta ushahidi kama nchi kwa kuongea na watu mbalimbali kwa mazungumzo tu, na kuthibitisha kwamba kwa kweli hili swala linawapata wanawake wote na linasumbua. Yaani wanawake wana changamoto. Nilikuwa nasema kwamba watu walikuwa wanakaa, japokuwa wanawake ni watu ambao wanajiachia, wanajieleza, lakini kwa hili wengi walikuwa wanaumia kimya. Wanaona pengine ni mimi. Lakini kwa kweli kuliweka wazi limesababisha pia wazi sana. Sasa kitabu hiki nimekiandika baada ya kuona kwamba kuna mengi sana ambayo mwanamke anatakiwa kuyafahamu. Sio mwanamke tu, yani jamii inatakiwa kufahamu. Ndio. Kwa hiyo nimeandika kuhusu hizo hatua 3 za hii safari ya ukomo wa hedhi. Kwa maana ya kwa perimenopause, menopause mpaka postmenopause. Postmenopause ni pale baada ya ukomo wa hedhi mpaka mwisho wa maisha yetu. Hayo ndio maisha. Yaani baada ya hapo. Lakini sasa cha muhimu sana ni kwamba nimeandika dalili 20 ambazo zinaweza zikampata mwanamke hii safari. Katika kila dalili nimeandika nini cha kufanya. Nataja dalili moja, kwa mfano ile ya kupatwa joto kali na la ghafla, alafu chini nasema ufanye nini. Na hapo nimelenga kuhusu mtindo wa maisha, kwa mfano kunywa maji ya kutosha. Nimeeleza kuhusu zile mbegu maana seeds kama chia seed, flax seed, hiyo kuna soy, kuna mbegu mbalimbali, lakini ni mimea tiba. Na pia hasa ule nini, chakula ule nini, lakini na usile nini. Sawa. Lakini na hapo pia nikaeleza kuhusu hizo homoni za furaha, na pia mwisho kabisa nimeweka majedwali, kwa sababu nimeeleza sana kuhusu vitamini na madini ambazo tunapaswa sasa kwenye umri huo kuzingatia. Okay, sawa. Una kila sababu wewe ambaye ni mwanamke, hii ni safari ambayo wanawake wanapitia. Inawezekana sasa hivi unaanza, lakini pia inawezekana wewe pia ni mwanaume ambaye una mke wako. Kuna mambo mengi, kuna siri, lakini pia kuna maelekezo ambayo yanaweza kuwa msaada kuepusha changamoto na tofauti mbalimbali ambazo watu wanapitia, si ndio? Ndio. Kumbe tumekuja kugundua kwamba katika umri huu na katika majira haya watu wengi wanapitia changamoto ambazo zinawakosanisha. Zinavunja ndoa, zinaleta tofauti, zinaleta ugomvi. Bwana, hii ni George Mshauri, na hapa ndio tunaweka nukta siku ya leo. Tuko nazungumzia juu afya ya mwili, eneo muhimu ambalo tunaweza tukajifunza kutokana na mabadiliko ya kiumri. Miaka 40 mpaka miaka 55. Kuna changamoto, kuna mabadiliko ambayo yamebezi katika mwili, lakini pia katika hisia yanayokumba watu wengi. Haya mabadiliko yamekuwa kisababisha fujo, haya mabadiliko yamekuwa yamesababisha mivutano katika maeneo tofauti. Wapo wanandoa, lakini wapo watu binafsi, mtu mmoja mmoja. Tulikuwa na mtaalamu hapa anaitwa Aloisia Shemdoe. Ametusaidia, tumeweza kupita katika safari ya kujitambua. Wanaume, kuna umuhimu na ushauri ambao tumepewa. Let's break the silence. Kuna watu wanapitia changamoto, lakini kwa sababu ya mifumo, mila na tamaduni
watu wamekuwa wakibaki na ile mitazamo ambayo imekuwepo muda mrefu kwamba hawataki kuzungumza. Reach out. Kuna mtu ambaye yuko pembeni yako, kuna mtu ambaye anaweza kusaidia kuweza kutoka katika changamoto ambazo unapitia muda mrefu. Mimi nikushukuru sana kwa kuja kushiriki siku ya leo. Niseme kwamba watu wakitaka kutafuta, unaweza kaandika comment hapo, whether kwenye YouTube lakini pia katika social media, lakini tutaweka mawasiliano ambayo ukakutana na mtaalamu kwa ajili ya ushauri. Lakini pia nimekuwa akifanya seminar katika makundi na taasisi tofauti tofauti kuzungumzia juu ya safari hii ya midlife na midlife crisis. George Mshauri, mpaka wakati mwingine. Shukrani sana.